Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Beatrice tunayemzika leo, tukitekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe pingu za mauti, apate kufika mbele yako. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike. Ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twamwamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani. Na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana. Maneno ya kiitikio. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. 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 Bwana ndiye mchungaji wangu,
mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Huiusha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gogo lako na fimbo yako vyanifariji. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Shangilio la Injili. Njooni mliobarikiwa na Baba yangu, uridhini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Ee Bwana.
Tunasoma John chapter 6. Wakati ule Yesu aliwaambia umati, wote anipao Baba atakuja kwangu, tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza. Kwa maana sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye nipendavyo mwenyewe, bali nifanye atakayo yeye aliyenituma. Naye aliyenituma ametaka kile alichonipa nisipoteze, bali nifufue siku ya mwisho. Lakini Baba yangu ametaka haya, kila mwonaye mwana na kumsadiki awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Na hiyo ndio injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa familia ya dada yetu Beatrice, familia ya Chege, marafiki, majirani, Wakristo wote ambao tuko hapa siku hii ya leo, pamoja na waheshimiwa wetu na viongozi wa kanisa. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Jinsi nilivyosema hapo awali, hii misa sio misa ya huzuni hivyo sana, bali ni misa ya shukrani. Misa ya mazishi inakuwa ni misa ya shukrani, kwa sababu sio sisi ambao tunaumba binadamu, bali yule ambaye ameumba binadamu ameamua kumchukua. So ni nafasi ambayo tulikuwa tumepewa tuweze kushiriki na yeye, na tunasema tu asante kwa Mwenyezi Mungu, na tunamuomba ampumzishe kwa amani. Siri kubwa na binadamu ni kwamba binadamu hatamani kufa. Kuna binadamu ambaye anatamani kufa. Lakini pia siri ya binadamu ni kwamba binadamu pia ukimchunguza vizuri atamani pia kuishi milele. Afurahi kuishi milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati nikiwa kule nyumbani kwetu sehemu ya Siaya, nikauliza watu kwa mazishi, so ni akina nani wangependa kuishi milele? So ni wachache sana, karibu 3 kwa mazishi mzima. Then nikauliza basi ni wangapi wangependa kufa, na hakuna yule ambaye aliinua mkono. So nikashindwa, hakuna mwenye anataka kuishi milele na hakuna mwenye anataka kukufa. So kulikuwa na gogo mmoja akamgeukia mwenzake akamuuliza na Kijaluo, Father wacho ganika uone kosekini. Father anasema tunakufa kesho ama ni leo? Na nikaelewa swali yangu ilikuwa ni mbaya. Si ya leo, ni ya baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. So baada ya kurekebisha swali yangu kusema na wangapi wangependa kufa baadaye, watu waliinua mkono. Sio leo, lakini baadaye. Kumaanisha kwamba sisi wote tuko katika hiyo msafara wa kuelekea kule. Pengine hatutamani kuwe leo, na tungeomba sana kitu kisichangie ikiwe ni leo, ikiwe ni baadaye. Na kama kuna kitu ambayo inachangia ikiwe ni baadaye, tunafurahia sana na tunashukuru Mwenyezi Mungu. Swali kubwa ambao tunapata sisi kama mapadri, pengine wachungaji, ni je, kuna pahali ambapo hao ambao wamekufa wanaenda? Ni swali ambao tunajaribu kujibu, ingawa sisi tuko na nyinyi hapa. But kuna mwelekezo fulani ambao tukiweza kufuata tunagundua kwamba kuna pahali wanaenda. Ya kwanza pengine ni ya filosofia. Na hii ningependa kualika pengine pia wanasiasa wetu siku hii leo tuweze kutafakari pamoja. Tumsifu Yesu Kristo.
Ya kwanza ni kujiuliza hawa wanaenda wapi, ni ya filosofia. Na filosofia hii inasema kwamba tukifuata nyayo ya wale ambao wamefariki, wengi wanaamini kwamba mwisho wa nyayo zao, the footsteps, zinaishia kwenye kaburi. Hiyo filosofia inasema kwamba ni kile tu ambacho kinaweza kufa ndio inaishia kwenye kaburi. Kile kinaweza kufa ndio kinaishia kwenye kaburi. Pengine ni mwili, pengine ni yale mabaya. Na kile ambacho hakiwezi kufa, bado footsteps ya huyo mwenye amekufa inazidi zaidi ya kaburi. Tumsifu Yesu Kristo. So mwisho wake ni wapi? Mwisho ya nyayo ya huyo ambaye amekufa ni kwa roho ya yule ambaye anaomboleza. So tukifuata nyayo ya mama siku hii ya leo, kwa kaburi tutaacha kile ambacho kinaweza kukufa. Lakini kile ambacho hakiwezi kufa, mwisho wake ni kwa roho ya yule ambaye anaomboleza. Na hapo mwishowe anafika nyumbani, pahali ambapo alifaa kukweko kuanzia mwanzo. Tumsifu Yesu Kristo. Leo anafika nyumbani pahali ambapo anafaa kuweko. Sasa swali kubwa, je, yule ambaye yuko hai na anatafakari haya yote, yule ambaye yuko hai, je, anaweza kufika nyumbani kama bado yuko hai? Je, yule ambaye yuko hai anaweza kufika nyumbani kama bado yuko hai? Nini namzuia asifike nyumbani hadi pengine kifo imweke pale ambapo atafaa kufika? Tumsifu Yesu Kristo. Pengine tafakari mzuri, tunapotafakari pamoja kama Wakenya pia, vitu vingi sana zitatuzuia tusiweze kufika nyumbani kwetu Kenya. Tusiweze kufika nyumbani kwa ndugu na dada zetu ambao tunawazungumzia, pengine wale ambao tunaishi na hao, pengine wale ambao tunawategemea, pengine wale ambao pia tunawapenda sana. Ndio maana tunawaweka tuwategemee. Nini kinaweza kuzuia wasifike nyumbani? Na kama tunaweza ondoa hiyo kitu ambayo kinawazuia kufika nyumbani kama bado wako hai, kama tunaweza kuiondoa, basi huyo binadamu ni kama ataishi milele. Anaweza kuishi milele kwa sababu yuko ndani ya roho kama yuko hai, na tukifuata nyayo zake, akikufa bado yuko kwa roho na atabaki pale pale na pengine kuishi milele. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio kielelezo kwamba kifo sio mwisho. Kifo sio mwisho. Na hiyo ni filosofia kwamba kifo sio mwisho, bali kile ambacho kinakufa ni kile ambacho kinaweza kukufa, na kile ambacho hakiwezi kinaishi milele. Ya pili, sisi kama Wakristo tunaamini kwamba pamoja na hii filosofia, ndio uzuri ya kanisa letu Katoliki, tunachanganyisha pamoja filosofia na teolojia. Tunaamini kwamba Mungu alimuumba binadamu, na Mungu haezi haribu kitu ambacho amekiumba. Itakuwa ni waste of time. Anaumba alafu anakiharibu. So Mungu anaumba na kile anachokiumba amekipenda. Ndio maana tunaambiwa kwamba God saw it was good. Bali kila alichokiumba lazima pia kimpende Mwenyezi Mungu. So wale ambao wanampenda Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba Mungu anawapenda hadi mwisho, kwa sababu haezi haribu kitu ambacho amekiumba. Na yule ambaye hampendi Mwenyezi Mungu ndio anakuwa na shida, kwa sababu anamkataa yule ambaye amemuumba. Bali yule ambaye anampenda Mwenyezi Mungu anapendwa hadi mwisho. Ndio maana tunaamini kwamba hakuna kifo kwa Mkristo. Mungu anampenda huyu hadi aweze kumuona kwa uso wake na aweze kuwa na Mungu mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo.
Ndio maana mama wetu Beatrice ambaye alikuwa na kiu sana kwa huyu Mwenyezi Mungu, tunaambiwa kwamba alikuwa kwa jumuiya kule nyumbani sehemu za Murang'a na kule kwa milima, na kukuja huku kwetu pia akaingia kwa jumuiya St. Barnabas Catholic. Mara mingi sana tulimtembelea, na wakati alipata nafuu, yeye mwenyewe hakungojea tumtembelee, alimtembelea Mwenyezi Mungu katika kanisa yetu ya St. Barnabas. Yeye alipenda Mwenyezi Mungu, alimkubali. Kwa hivyo ni lazima Mungu ampende hadi mwisho. Lazima Mungu atampenda hadi mwisho kwa sababu alimkubali huyu muumba wake. Na ya mwisho ni jinsi Kristo anatuambia katika somo la Injili tuliyosomewa kwamba wote anipao Baba watakuja kwangu, tena mtu anayekuja kwangu sitamfukuza. Yule ambaye anakuja kwa Baba kupitia kwa huyu Kristo hatamfukuza, kwa maana sikushuka kutoka mbinguni ili nifanye nipendavyo mwenyewe. Kristo hajakuja kufanya jinsi apendavyo, bali jinsi huyu Baba ambaye amempa mamlaka alivyotaka. Bali nifanye atakavyo yeye aliyenituma. Naye aliyenituma ametaka kile alichonipa nisikipoteze, bali nikifufue siku ya mwisho. Na huyu Kristo mwenyewe alipitia katika hiyo njia ya kifo na akaishinda mauti na akapata ufufuo. Na anasema kwamba kile ambacho kitanifuata, kitanikubalia, Baba amenipa mamlaka ya kuifufua siku ya mwisho. Ndio maana tuna imani kwamba huyo dada yetu ambaye alimfuata Kristo, tukisikiliza maneno ambayo anatuzungumzia siku hii ya leo, siku ya mazishi yake, tuna imani kwamba Kristo atamfufua siku ya mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. So tumuombe Mwenyezi Mungu kupitia kwa maisha ya dada yetu. Imeandikwa kwa eulogy kwamba ingawa hakusoma, alihakikisha kwamba watoto wake wote wamesoma, na wanasema kwamba kitu ambacho aliwapeleka shule waweze kujua coexistence. Imeandikwa katika eulogy hapo kwa education, ili waweze kujua kuishi pamoja. Bila tukinyamaza kimya kidogo, tunaweza sikia kwamba huyu ndio kitu ambacho anawaombea watoto saizi, na anatuombea sisi wote tuweze kuishi pamoja. Let us coexist. Ndugu yako na dada yako aishi kwa roho yako kama bado yuko hai. Ndio anapokufa tunakosa hata kitu cha kusema, kwa sababu yuko nyumbani pahali ambapo alifaa kuweko kuanzia mwanzo, nyumbani pahali ambapo yuko, na nyumbani pahali ambapo anajisikia nyumbani. So Mungu ampumzishe dada yetu pahali pema peponi, na muangazie mwanga wake wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa tusimame kwa sala za waumini. Tumwombee huyu mama yetu Beatrice kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Tunakuomba mweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako huyu mama yetu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Tunakuomba utusikie. Tunakuomba umpokee mbinguni huyu mama yetu Beatrice aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Tunakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu.
Tuwakuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Tuwakuomba utusikie. Mungu Muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uzijalie roho za marehemu waondolewe dhambi zao zote. Kwa maombezi yetu tupate msamaha uliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Sasa tuketi, tuimbe wimbo wa sadaka zetu. Kwa dakika moja, kwa dakika moja tu. Kwa sababu najua kwa wakati huu wengi wetu tuko digital kwa ajili ya sadaka zetu, na iwapo unatumia simu yako, nitatoa namba hii 0795, ili kwamba tutakapoanza hiyo tumalize moja kwa moja. 0795 0795 716 488 0795 716 488. Kwa tuendelee na wimbo wa sadaka zetu. Tunaziombea
ni wakati wa matega. Tusindikize matega yetu, tusaidie familia kusindikiza matega. Na hiyo M-Pesa ilikuwa inasoma jina Alex Owino. Iko sawa kama imeleta hiyo jina. So familia tuende pale tulete matega yetu. Na wengine wa Kristo pia waumini tusindikize wakati wanapoleta matega. Tusimame wote. Tusimame wote. Kwa ajili ya matega pia hiyo, kama ulitaka kusindikiza kwa simu, nitakupatia namba. Kama uko kwa simu, namba 0795 716 488. 0795 716 488. Inaleta jina Alex Owino. Tujiunge na familia kwa profession. Tusimame wote tafadhali. Tusimame wote. Tuimbe wote. Nyimbo ziko katika karatasi tuliowapea. Tufurahie zawadi yetu katika Mungu na kuleta matega. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani. Ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo, Askofu wetu Dominic Mengich na waklero wote. Umkumbuke mtumishi wako Beatrice Wanjiko Sheke uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake